watu unapata na usikue kama fulani ama mtoto wa fulani. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba kila mtu anatakia mtoto wake mazuri. Wacha tutoke hapo tuingie siku ya Jumapili inayosema juu ya uaminifu. Napata ya kwamba tuliposema kutoka hapo mwanzoni ni kwamba Caleb alikuwa na uaminifu. Hata alipoona ya kwamba hii habari iliyokuja mbaya, ndio alifika hiyo nchi akaangalia venye ilikuwa, lakini alikuwa na ule uaminifu ya kwamba Mungu atatupea huu mji. Ndiposa tunapata ya kwamba katika swala hili Caleb alikuwa mwaminifu kwa jina lake, akionyesha katika maisha yake yote uaminifu usioyumba kwa Bwana wake. Caleb hakuwa na yumba kwa uaminifu wake, hata kama hajaongelewa ile sana kama Joshua, lakini unapata ya kwamba walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba unaposoma katika kitabu cha Numbers ama Hesabu 32 fungu lake la 12 inasema ya kwamba ila Caleb mwana wa Yefune Mkenizi na Yoshua mwana wa Nuni, kwa kuwa wao wamemwandama Bwana kwa moyo wote. Hawa walikuwa wakimwandama Bwana kwa moyo wao wote, so wakawa na uaminifu kwenda kwa Mungu. Kuna vitabu ambavyo vilikuwa hapo, unaposoma kitabu cha Hesabu ama Numbers 14 verse 16 to 10, unapata kuna maneno hapo, tena uruke usome 30 mpaka 32, hiyo Numbers 14 kuna maneno. So mwandishi anasema ya kwamba fikiria viongozi hawa muhimu wa Israeli walioishi wakati wa Joshua na Caleb. Kuna watu wengine hapo wametajwa, unaweza pata kuna mtu wanasema anaitwa Shamua, Shafati, Igari. Au watu wote hayo majina yote yametajwa hapo, unapata ya kwamba hao watu wote hawajulikani mahali walielekea. Juu imani yao ama uaminifu wao ulikuwa mdogo. Ndipo unapata walipokuja, mwandishi anasema ya kwamba ni kwa nini hao watu hawajulikani? Kwa sababu ni majina ya wale wapelelezi wengine 10 waliotumwa na Musa kuchunguza nchi ya Kanaani. Wamesaulika kwa sababu majina yao hayakustahili kukumbukwa. Mbona majina yao hayakustahili kukumbukwa? Pata ya kwamba habari walioleta ilionyesha nchi ya ahadi kuwa haiwezekani kutekwa. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, unapata ya kwamba walijiona kuwa panzi wakilinganishwa na majitu waliokaa katika baadhi ya maeneo ya nchi. So wao wenyewe walijiona ya kwamba walikuwa ni watu wenye hawataweza chochote. Na la tatu ni kwamba mioyo yao ikayeyuka kwa uoga kutokana na kuta zisizoweza kupenyeka za mji wenye ngome katika Kanaani. So hao watu, hizo ndizo sababu 3 zilizochangia hao watu hawakujulikana ama hawakuendelea kutajwa. Tunaambiwa kwamba Caleb akiwa mkubwa kiumri kwa wale wapelelezi wawili walioleta habari chanya, anaongoza katika kuwasilisha uwezekano mwingine, mtazamo wa imani. Alikuwa tayari kutetea kile alichojua ni sahihi, licha ya upinzani, hata katika uwezekano wa kifo, na mkutano wote wakasema wapigwe mawe. Hawa Caleb walipokuja na ile imani ya kwamba tutashinda na nchi tutaichukua. Sasa kwa huu mkutano, hao watu wenye walikuwa hapa katika hii kambi la kukutania waliamua wapiga watu wengine 10 mawe, lakini Caleb anawakataza. Kawaambia pana, hawa wache watakuwa wakitufanyia kazi. So ile imani ambayo Caleb alikuwa na, uaminifu ule aliokuwa nao kwa Mungu, tunapata ya kwamba yeye alipokuja alikuja na mambo ambayo yalikuwa ya kutia moyo ya kwamba hiyo nchi tutaichukua. Ndipo nilikuwa nataka tusome kitabu kimoja tu hicho Numbers ya Hesabu 14
fungu lake la 10, hapo ndio nitakuwa nikimalizia. Inasema ya kwamba lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe, ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. So hiyo tunaimishwa ya kwamba uaminifu, tunapokuwa na uaminifu kwa Mungu wetu, hakuna jambo litakalo tushinda. Amena, amena. Siku ya Jumapili ambapo tumepata ya kwamba Caleb alijitokeza na akasema ukweli kupitia ule uaminifu ambao alikuwa nao, na alibaki yeye mwenyewe kati ya wale ambao waliweza kutumwa kufanya nini? Kufanya upelelezi. Na pia unapata ya kwamba ukiangalia majibu ama ripoti ambao wale wengine wapelelezi wa 10 waliweza kuleta, unapata ya kwamba wao wenyewe waliweza kusahaulika jinsi ambavyo umesema. Lakini tukiangalia Biblia tunapata ya kwamba Caleb mwenyewe ndiye aliweza kukumbukwa. Kile ambacho tunaweza kujifundisha kulingana na mimi ni kwamba saa zingine tunapata ya kwamba uaminifu wa ukweli saa zingine huweza kuwa geni. Unapata ya kwamba inaweza kuwa kitu ambacho watu hawajazoea. Lakini unapata ya kwamba huonyesha utukufu wa Mungu. Hata kama ni uaminifu wa ukweli na ni geni, lakini kwa upande mwingine unapata ya kwamba huonyesha utukufu wake Mungu. Na pia unapata ya kwamba kwa mwaminifu mara nyingi huhitaji kuwa mjasiri, mkakamavu, yule ambaye anaweza kujitolea mhanga na usimame peke yako, kisha baadaye ufanye nini? Useme kile ambacho kiko kwa ukweli wake wote, hata kama wengine wanaenda kinyume na msimamo wako. Ndio kauli yangu. Asante. Hata kuna swali hapo chini wanauliza ya kwamba unafanya nini wakati watu wengi wanaokuzunguka wanaonekana kuwa na maoni tofauti yanayoenda kinyume na imani yako ya ndani kabisa. Unafanya nini? Hilo ni swali tunafaa kujiuliza, na jibu sisi ndio tuko nalo. Kila mmoja anajijua, kila mmoja anajua pingamizi anazozipitia, na anajua jinsi ambavyo saa zingine zinaweza kuwa, kuna yale ambayo yanaweza kuwa mazuri, kuna yale yanaweza kuwa mabaya, lakini unapata ya kwamba kauli yangu ni ile tu ya kwamba ujitolee tu mhanga, uwe mjasiri, usimame kwa ule mtazamo wako na uweze kuambia ukweli wa mambo jinsi ilivyo. Tunaangalia hapo siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu hapa ambapo tumepewa hapa mada kuu, nipe nchi hii ya milima. Kulingana na tafsiri yenye niko nayo, na unapata hapa tunaona Caleb mwenyewe bado anaweza kutamka hapa, na unapata ijapokuwa alikuwa ameanza kuingiza uzee, Caleb yupo na umri 85, na unapata ya kwamba bado ana imani kwake Mungu, na pia ana imani ya kwamba ahadi yake Mungu lazima itimizwe hapo mwishowe. Na pia unapata ya kwamba ni huyu mtu ambaye aliweza kufuata Mungu, aliweza kumfuata bila kukuwa na ule tunaweza kusema wazo la pili la kusema ya kwamba ama kuna tashwishi lolote kutomfuata Mungu, lakini tunapata ya kwamba aliweza kumfanya nini? Kumfuata. Tukiangalia hapa unapata ya kwamba kama Kalebu hakusahau ahadi ambayo Bwana aliweza kuwapatia kupitia kwa Musa, na kwamba ameingia kwenye nchi ambapo miguu yake ilikuwa imeikanyaga. Na miaka 40 baada ya hapo anarejelea neno lake mwenyewe kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Hiyo tukirejelea Yoshua, kitabu cha Yoshua fungu lake la
14 mstari wa 7. Na msingi wa taarifa yake ilikuwa katika imani kwamba kwa uongozi na msaada wa Mungu Israeli wangeweza kuitwa ile nchi. Na pia kwa kulinganisha na taarifa ya wale wapelelezi wengine 10 waliochochea hofu kati ya Waisraeli, Caleb alidhihirisha kujitoa na imani kamilifu kwa ahadi ya Bwana. Kirai cha Kibrania ambacho kwa kweli kinamaanisha nilimfuata Bwana kwa utimilifu. Pengine ni kifupi cha nahau ndefu kidogo, moyo wangu ulikuwa ukimfuata Bwana kikamilifu, au nilijaza moyo wangu ili nitembee nyuma nikimfuata nani? Bwana. Na kwa kulinganisha na wengine waliotembea wakifuata miungu mingine na ambayo hawakumfuata Bwana kikamilifu, moyo wa Kalebu ulikuwa umetolewa kikamilifu kwa Bwana. Hata nikifika tu hapo unapata ya kwamba mara nyingi saa zingine tunaweza kusema ya kwamba mimi ni mcha Mungu, mimi nimeokoka, na tumikia Bwana, lakini unapata ya kwamba kwa matendo yetu kinyume, unapata ni kinyume cha yale ambayo tunaweza kuyatamka, ni kinyume cha yale ambayo tunaweza tunatangaza na tunasema kila mara. Je, yale matendo ambayo watu wanaona, yale matendo ambayo wanaweza kuyaiga, yanaoana na yale ambayo tunasema, ama ni ile tu kwa maneno lakini kwa matendo ni kitu kinyume? Hapa tumepewa Yoshua, tumepewa hapa Kalebu kama mmojawapo ya wale ambao walisimamia imani yao na uaminifu wao kwa Mungu, na pia aliweza kusema ya kwamba atatumikia nani? Bwana, na atamfuata. Je, wale ambao tunachukua kama mishumaa yetu ama mwangaza ambao tunafuata, je, wako vipi? Ama ni wale ambao tunagundua ya kwamba mwisho watatuingiza katika nini? Kaburi la sahau, ama kwenye tabu. Hilo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza, hata sisi wenyewe. Hata ukifuata Mungu, unamfuata kiwango kipi? Ama ikifika mahali ambapo sasa imani ya ukweli, uaminifu wa ukweli ikifika, unasema ya kwamba hapana, hapo sasa inataka mapastors, wahubiri, hapo inataka elders, mimi kama mshirika, unapata ya kwamba hapana, hiyo sasa siwezi. Je, hiyo ni imani, ni kumfuata Mungu wa ukweli, ama ni ile tu ya kusema namfuata, lakini hapo kidogo kuna kapingamizi kidogo? Anasema ya kwamba vitendo usungumza sana kuliko maneno. So unapotamka neno na vitendo iambatani, inaonyesha ya kwamba hata wewe mwenyewe haujijui wala hauna ufahamu wako mwenyewe. So tunapoangalia Caleb alipokuwa akitoka katika nchi ya Misri, alikuwa na miaka 40. Akakaa kitambo atembee jangwani yote hadi kufika nchi ya ahadi. Alitumia miaka mingine 45. Hivyo kumaanisha miaka yake yote akifika nchi ya ahadi alikuwa 85. Lakini walipokuwa wakimwangalia, alikuwa angali bado ni kama ni kijana juu ya nguvu ambazo alikuwa nazo. So nami nikajifunza ya kwamba tunapokaa ndani ya Mungu, unapata ya kwamba tunakuwa wadogo kila wakati. So nikiongeza tu kwa hiyo siku, eti nipe nchi ya mlima. Hii ni nchi ambayo Caleb alikuwa ameambiwa kutoka hapo mwanzoni. Na alijua. Ndiposa wanapokuja aliomba apewe hii nchi. Joshua mwenyewe alikuwa anajua kwamba Caleb alikuwa ameambiwa. Ndiposa tunapata unaweza toa tena, kuna mfano mwingine, unapata Abrahamu na Loti. Walipofika nchi ambayo Mungu alikuwa amewaambia, unapata kwamba Abrahamu hakukuwa wa haraka kuitisha
eti mahali ambapo ilikuwa mzuri. So ukapata Loti ya kwamba yeye alikuwa na ile hamu, lakini hapa Caleb alikuwa ameambiwa ya kwamba kwa huu mlima huu mlima ndio alikuwa anafaa kwenda kumiliki. Au ndipo unapata ya kwamba mwandishi anasema ahadi za Mungu hazijitimizi zenyewe, katika maana kwamba zinatimia bila kujali mapenzi yetu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Badala yake zinahitaji imani inayoambatana na hatua dhabiti. Inahitaji imani ambayo inaambatana na ile hatua ambayo unapiga, ambayo ni hatua iliyo na msimamo. So ndipo unapata kwamba Caleb yeye alikuwa tu na hiyo imani, na alikuwa anajua ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye alikuwa amempa hiyo nchi, yaani hiyo sehemu ya mlima, jinsi ambavyo walikuwa wameamrishwa. Katika dunia ya kisasa wapata ya kwamba mtu hufika miaka 60 lakini anajiuliza huyo Mungu wenu ambao mnawaabudu atarudi lini? Kwa sababu sisi wenyewe tuliweza kuzaliwa tukaambiwa anarejea hivi karibuni. Mababu zetu waliweza kuzaliwa na wakaambiwa Mungu Yesu Kristo arudi hivi karibuni, lakini nyinyi bado mmeshikilia tu imani, wasema ya kwamba Yesu hurudi karibuni. Ni karibu ya kiasi kipi? Na wanapata ya kwamba Caleb mwenyewe miaka 85 bado ameshikilia imani, na anakumbuka ya kwamba kuna ahadi ambayo Mungu aliweza kumpa. Ni ishara toselezi ya kwamba sisi wenyewe kama wale wanaofuata Mungu ama maagizo yake, tuweza kusema ya kwamba tukiwa tuna imani ya ukweli, basi ni vyema tukumbuke ahadi ambazo ametupa. Na akisema ya kwamba atatenda mema, basi ni vyema tujitolee kumtendea mema ili aweze kutimiza ahadi yake. Jinsi ambavyo Caleb mwenyewe aliweza kufanya. Na hivyo ndio utapata ya kwamba ahadi yahitaji imani. Na si imani tu, imani na matendo. Na kwa hivyo tukiangalia Caleb anatufundisha ya kwamba umri ama kizuizi chochote haziwezi kuzuia mtu ama kuathiri imani ya mtu. Lakini unapata ya kwamba ukijitolea yote kwa moyo wako wote, unapata ya kwamba itafanya imani yako iwe nini? Imara. Ndio mafundisho nimeweza kuyapata hapo. Asante. Kakitu kadogo tu hapo, unaposoma hiyo Numbers 14 verse 24 inasema ya kwamba lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Hivyo kumaanisha kwamba Caleb alikuwa tena na roho ingine ndani yake, ndipo tunapata ya kwamba alikuwa na ujasiri. Akaona yale mambo yasiyowezekana kwake yangewezekana kupitia kwa Mungu. Ndipo tena kuna mifano mingine. Daudi alipoua huyu Goliato, unapata ya kwamba watu walimkataza, kamwambia ni kitu kadogo, toka hapa. Juu ya ile imani alikuwa nayo, na wacha kukuwa na imani unyamanze nayo, piga hatua. So akapiga hatua, jitokeze. Akaonyesha kwamba niko na Mungu mbinguni. Ndipo anapata Goliato aliuawa kwa kajiwe tu kamoja. So na Caleb naye alipoona hao majitu hao wengine wanapokuja na roho ya kwamba roho yao imeshuka chini, yeye alikuja na ile imani ya kwamba hao watu tutawashinda, na ni kweli walishinda. So imani, ukiwa na imani piga hatua. Usinyamanze ama usitulie. Asante sana mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, kipindi chenyewe kikiwa ni Upendo wa Sabato, na tuko katika awamu ya kwanza ambayo tunachambua leseni ya wiki hii. Bado tunaendelea mbele kuangalia imani,
amani ambayo iliweza kuonyeshwa na Yoshua pamoja na wale ambao waliweza kumzingira ili aweze kuweka wale Waisraeli wabaki tu katika mguuni pake Yesu. Popote ulipo, tuko hapo katika mitandao yetu ya kijamii YouTube. Unaweza kutupata hapo moja kwa moja na uweze kutazama kipindi hiki hapo kwenye YouTube. Na vile vile wale ambao wameweka runinga yao popote walipo, maeneo ya Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, pamoja na Narok, Nakuru, Molo, asimu zote walipo, bado nawaambia tu mshikilie hapo. Tukielekea katika siku ya Tuesday, siku ya Jumanne, siku ya Jumanne ambayo tumepewa hapo nguvu ya kielelezo. Nguvu ya kielelezo. Kumbuka ya kwamba wakati ambapo niliweza kupeana utangulizi, nilisema ama tulisema ya kwamba kielelezo ni kitu cha muhimu sana sana kwa maisha yetu kama binadamu, kwa sababu inatusaidia kujua yale ambayo tunapaswa kufanywa. Na hapo unapata ya kwamba tuliweza kugundua hata mtoto mwenyewe anapokuwa lazima awe na kielelezo. Sasa swali litakuwa ni je, kielelezo kipi? Kiwe kizuri ama kielelezo kibaya? Lakini ukumbuke ya kwamba tunataka tuone kizazi kipya kikisalia katika maadili mema ambayo mababu zetu walikuwa. Kwa hivyo kielelezo lazima kiwe na sifa za aina mwafaka. Denish. Asante. Nguvu ya mfano. Mambo mengine yanajirudia. Tunapokuwa katika jamii, tunapokuwa katika sehemu zetu za kikazi, sisi tuko kielelezo gani? Tunapokuwa kanisani, tunapokuwa tu popote. Unapata ya kwamba kuna kitu wanga mimi najifunza hata wakati niko kanisani. Unapata kuna mtoto anatamani kukaa karibu na mtu. Ni juu tu ya ile imani ameweka ya kwamba na mimi nikikuwa wacha nikae karibu na huyu juu mimi naona anaimbanga vizuri. Anahubiri vizuri. Huyu ni mtu ako na roho, anapenda watu. So ndiposa tunaambia kuwa mfano, kuna nguvu fulani mtu anaiga kutoka katikati yako. Hata sasa unapopata watu wengine hapa nje, mtu anakunywa kitu chake, unamuuliza ili hapa ni aje ukaanza kukunywa? Etio ni marafiki, sijui ni nini. So kuna nguvu ya kuwa mfano. Na mfano mtu mwenye tungeongelea hapo, tunaongea juu ya Caleb. Unapata ya kwamba Caleb alikuwa na ujasiri. Ndiposa na yeye alipofika hii nchi ambayo aliingia, unapata ya kuna ile ahadi ambayo alitoa eti atakaye shinda. Unaposoma katika hiyo Joshua 15 verse 16 to 19, lakini unaposoma hiyo 16 nasema ya kwamba Caleb akasema yeye atakayeupiga Kiriathi Seferi na kutua, mimi nitampa Aksa binti yangu awe mkewe. So hiyo ni ahadi aliyotoa. Atakaye shinda atampa mtoto wake. Na hapo kuna mtu ambaye ametajwa, wanamuita Othnieli. Huyu alipigana akashinda, ndiposa akapewa huyu binti wa Caleb. Huyu Othnieli alikuwa ni mtoto wa ndugu yake Caleb. So alipopewa huyu binti tena anarudi kwa baba yake. Anamwambia, baba, mimi nahitaji shamba. Juu alikuja na ule ujasiri ambao alikuwa ameiga kutoka kwa baba yake. Tunaambiwa kwamba kwa mara nyingine tena inafichua ujasiri, imani na utayari wa Caleb kukabiliana na changamoto. Inaonyesha pia kwamba kizazi kilichofuata cha Waisraeli kilifuata kielelezo cha wakuu wao wa imani, Caleb na Joshua. Kizazi cha zamani kinapofunga huduma yao, kuna kizazi kipya
tayari. Unaposonga chini, mwandishi anasema ya kwamba kwa njia ambayo si tofauti na ombi la Caleb kwa Yoshua, nipe nchi ya vilima. Aksa akitiwa moyo na mume wake anaonyesha imani na azimio lile lile ambalo baba yake alionyesha. So huyu ni binti yake, ameiga mfano wa baba yake. So kupitia azimio lake, hakika nchi ni zawadi kutoka kwa Yehova kwa Israeli, lakini Israeli lazima waimiliki kwa kudai ahadi za Bwana kwa imani na ujasiri. Wao walikuwa wamiliki nchi kwa kudai kutoka kwa Mungu. So ndiposa tunaambia kwamba Mungu ametupa ahadi nyingi. Kitu tunachopaswa ni kudai kutoka kwake. Mungu ulisema hatutaishi kwa hii maisha ambaye hatuna amani katika familia zetu, katikati yetu. So tunaenda ili tunahitaji kupewa hiyo ahadi. Ndiposa mwandishi anasema kuja hapa, azimio la Aksa linaonyesha ustahimilivu wa wale wanawake katika Injili ambao hawatageuzwa na umati wa wanafunzi. Anamalizia hapo chini akisema ya kwamba kupitisha mwenge wa imani kwa kizazi kijacho ni muhimu kwa utimilivu na utume ambao Mungu ametukabidhi. Kupitisha huo mwenge, kupeana hiyo torch wanasema, ama kupeana huo mwangaza kuenda kwa kizazi kingine. Unapata ya kwamba na wao wanaendeleza hii Injili. Unapata hata kanisani watu tunasema kanisa ijayo nyinyi kama youth nyinyi ndio mtakuja kumaliza hii Injili. Lakini tukiwa kanisani, hawa youth wenye wanaambiwa watamaliza Injili, hajawahi pewa hata mmoja asimame mbele ahubiri. Hajawahi pewa nafasi hata moja atoke nje naye pia fanye kazi. Lakini tunaendelea kusema tu nyinyi ndio mtamaliza. Tutamaliza Injili wakati upi? Ndiposa tunaambiwa unapokuwa na huu mwangaza, peana kwa watu wengine. Toa nafasi kwa watu wengine ili wapate kufanya kazi. Alafu anamalizia akisema ya kwamba fikiria kuhusu changamoto za kupitisha imani kwa kizazi kichacho kwa upande mmoja, na kuhusu fursa kwa vijana kuchukua wajibu zaidi katika kazi ya Mungu kwa upande mwingine. So tunapokuwa katika jamii, kuwa mfano mzuri ni yule wakati tunapopea wengine nafasi ya kufanya hiyo kazi ama kufanya kile ambacho nasi pia tungehitaji kifanywe. So unapotoa nafasi, unapopea nafasi, watu wengine wanajidhihirisha kwamba pia utakapoondoka kuna watu wengine watakaochukua ushukani kutoka kwako. Asante. The power of example. Caleb's courage passed to Aksa and Othniel, and the faith was reproduced in the next generation. We realize that example matters. Mifano ni kitu cha muhimu katika maisha ya binadamu. Ama kilelezo ni muhimu, kwa sababu unapata ya kwamba jinsi ambavyo tuliweza kusema huzungumza zaidi kushinda maneno ambayo tunaweza kutamka. Kwa hivyo unapata ya kwamba inasaidia kupitisha imani kwa watu wengine. Tukiangalia kwa maisha ya Ukristo, unapata ya kwamba kilelezo ama mifano husaidia kabisa kufanya kupitisha imani yetu kwa wale ambao tulio nao ama wale ambao tunaishi nao. Jinsi ambavyo umepeana hata mifano ya kwamba unapata hata mtoto mdogo, kuna mtu ambaye anaiga na anatamani kila wakati akae karibu na yeye. Ni pengine kulingana na jinsi ambavyo anaona huyo mtu anajifanyia mambo yake, jinsi ambavyo anatekeleza shughuli za kikanisa ama pale wakiwa hekaluni. Unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo anafanya vitu vinafanya yule mtoto aigwe na matendo ya huyo mtu. Na sasa unapata ya kwamba njia mwafaka
njia mwafaka ya kufundisha kizazi kijazo ama kizazi kipya imani yetu ni kupitia nini? Kupitia matendo yetu mbele yao. Jinsi ambavyo tunafanya mambo yetu mbele yao usaidia kupitisha nini? Imani yetu kwa wale ambao wanatufuata. Ndiyo kile ambacho naweza kupata hiyo siku. Hivyo kuna nguvu katika mifano. Kuna nguvu katika mifano. Kuna kitu unaweza pata, kuna watu wengine sana sana hawa wachungaji wenye wanakuanga kwa kanisa. Pata anajua ya kwamba nataka nami niwe kama pastor fulani. Mwenye ako wai ama aliyekufa hayuko. So hata sisi kwa kijiji unapata ya kwamba kuna mtu anasema na mimi mtoto wangu angekuwa kama mtu fulani, hadi tunamuita hilo jina ili akuwe kama huyo mtu. So mfano tunapokuwa katika kijiji popote tu, hata katika familia zetu, watoto wetu kuna kitu anaiga kutoka kwa wazazi, na hicho kitu ndicho kitaonyesha kwamba huyu mtoto siku zijayo so atakuwa namna gani. So tupeane nafasi kwa watu wafanye kazi hiyo, ndio kupeana huo mwenge kwa watu wengine. Asante sana. Tunaelekea katika siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ambapo tumepewa hapa shujaa mnyenyekevu. Shujaa mnyenyekevu. Tumeweza kupata ya kwamba tumeona Yoshua jinsi ambavyo ameweza kufanya nini? Joshua jinsi ambavyo ameweza kuamini ya kwamba ahadi ya Mungu akipeana lazima itimike. Na tumeweza kuona hapo hata Caleb mwenyewe uaminifu wake ambao alikuwa nao. Hapa tukiangalia tunapata ya kwamba kuna jinsi Joshua aliweza kuamini na kusubiri ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu ataweza kuitimiza nini? Ahadi yake. Na unapata ya kwamba haya yote aliweza kuyakumbuka wakati ambapo sasa alikuwa anagawanya nini? Ardhi kwa wale Waisraeli ama Waebrania. Na unapata ya kwamba tukiangalia hapo kuna jinsi ambavyo saa zingine unapata kuwa kiongozi huhitaji kitu. Inahitaji kufanyia watu wengine nini? Kazi. Lakini si kujifanyia wewe mwenyewe. Ya kwamba unapata ya kwamba tukiangalia Yoshua aliweza kujitokeza kutumikia nani? Au Waisraeli, akifanyia Mungu kazi kuwaongoza Waisraeli, lakini hakuwaongoza kwa hiari yake ama kwa manufaa yake tu, ati yeye mwenyewe ndio aweze kufanya nini? Kunufaika. Lakini alifanya ili Waisraeli wote, wana wa Mungu, waweze kufanya nini? Kunufaika. Unapata sisi wenyewe mara nyingi tukipata nafasi ya kuwa mahali ama kuwa kiongozi, unapata ya kwamba mara nyingi binadamu huona ni wao tu ndio wanafanya nini? Wao tu ndio wanaweza kujiweka kwa nafasi ya kwanza. Wao ndio wanajiweka katika nafasi ya kwanza na wengine wanafanya nini? Wanafuata. Lakini ajue ya kwamba amechaguliwa kuwa kiongozi ili aweze kufanya nini? Wafanyia wengine kazi. Kisha baadaye ye mwenyewe afanye nini? Apate tu ama subiri kupewa tu ile mibaraka yake kama nani? Kama mfanya kazi. Sasa tukiangalia hapa tunaona orodha ya majina ya maeneo ya kadhaa ambazo zilikuwa alama kwenye mipaka ya maeneo yaliyotengwa kwa makabila ya Israeli, na zinafungwa na ripoti ugawaji wa ardhi kwa mashujaa wawili, Caleb na Yoshua, na wapelelezi wa kwanza. Na tukiangalia hapo, Caleb alipokea urithi wake kwanza, wakati Yoshua alipokea urithi wake
mwisho. Pia tunapata hadi sasa Yoshua alikuwa akigawanya ardhi kwa makabila ya Israeli. Sasa ni wakati wa watu wa Israeli kumtuza Yoshua urithi wake. Na tukiangalia hapo tunapata ya kwamba mji unaoepukea Yoshua ni Timnath Sera, jina lililoundwa kwa maneno mawili. Kwanza, Timna linatokana na kitenzi mana ambacho kinamaanisha kuhesabu au kugawia. Kisha baadaye inamaanisha sehemu au eneo. Neno la pili linaweza kuwa linatokea kwenye kitenzi cha Kiebrania sera, kinachomaanisha ziada au masazo. Linalinganishwa na kile ambacho tukoona katika kitabu cha Kutoka fungu lake la 26 mstari wa 12. Na jina la mji wa Yoshua linaweza kutafsiriwa kama sehemu iliyoshazwa au eneo iliyobaki. Yaani aliweza kugawia watu hadi ikifika wakati wake kupokea, yeye ndiye anapokea wa mwisho. Sasa Yoshua tukilinganisha na Caleb, unapata ya kwamba Caleb aliweza kupata yake kwa wa kwanza. Lakini Yoshua anapata mapato yake ya mwisho, yale ambayo yalizalia. Ndio sasa yeye mwenyewe anafanya nini? Anapewa. Na ndio niliweza kusema pale ya kwamba katika nafasi ambazo tunapewa kuwa viongozi, je, tunajiweka wa kwanza ama tunaweka wale ambao tunawahudumia wa kwanza, kisha sisi tuje baadaye? Kwetu sisi binadamu hakuna jinsi ambavyo tunaweza enda mahali eti mimi nikuwe wa mwisho. Mimi ni wa kwanza kama kiongozi, nipewe kilicho changu. Ndiposa yale mabaki ambayo yatakayozalia mtapewa. Na si kilicho chako tu, zaidi ya kilicho chako. Kuna uwezekano tunaweza enda mahali umepewa kitu ndio hii. Unasema juu mimi ni kiongozi, nakata katikati kwanza, nichukue pande hii alafu ingine au wengine wapokee. Lakini tunaposoma juu ya shujaa mnyenyekevu, kwa kweli tunaposoma mpaka hii siku ya leo mahali tumefika, unapata ya kwamba Joshua alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa ni yule ambaye ametulia. Ndiposa tunaambia kwamba huyu Joshua, katika unaposoma mwandishi hapo mahali alikuwa ameandika, ukikuja hapo kuja chini, ni ile ya kwamba eti Caleb alipokea urithi wake kwanza, huku Yoshua akipokea wa mwisho. Isitoshe, Timnath Sela alikuwa karibu na Shilo, karibu na patakatifu, jambo ambalo linaonyesha mahali. Turudi juu kidogo. Jina la mji ambao Yoshua amechagua kutoka kwa yale yaliyosalia linashuhudia tabia nzuri ya kiongozi wa pili wa Israeli. Ile jinsi ambavyo Joshua mwenyewe alijionyesha kwenda kwa watu wana wa Israeli, aliwapea nafasi kama wawe wa kwanza kuchagua. Kila mtu akachagua mahali ambapo alikuwa anataka. Ndiposa tunapata kwamba yeye kwa yale mazalio yaliyobaki, ndiposa unapata anakuja kuchagua akiwa mtu wa mwisho. Na mahali alichagua ni mahali alikuwa anaangalia patakatifu, mahali ambapo hii hema ama hekalu ilikuwa imejengwa kwa ajili ya kuabudu. Kwanza kabisa alingoja hadi watu wote wakapata sehemu zao. Kisha Joshua akachagua mojawapo ya maeneo ya nchi yenye watu wengi sana au miji yake, ili kujenga upya kwa kazi ngumu. Alafu hiyo pointi yenye nilikuwa nataka ni hiyo. Isitoshe, Timnath Sela ilikuwa karibu na Shilo, karibu na patakatifu,
jambo ambalo linaonyesha mahali ambapo vipaumbele vya Yoshua vilipo na mahali moyo wake ulifungua. Bila shaka baada ya taifa la Israeli lililozaliwa upya kuongozwa kuingia katika nchi ya ahadi na kwa msaada wa Mungu kupata urithi wa kila kabila na familia, dai la Yoshua la urithi wenye kuvutia zaidi halingelipingika. Neno moja nimelitaka sasa, hiyo ni Joshua. Tunaposoma katika jinsi ambavyo jinsi ambavyo Daudi alikuwa akiomba katika hiyo Zaburi ama Psalms 27 verse 4, nasema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. So hiyo ndio ilikuwa hamu ya Yoshua, kukaa katika nyumba ya Bwana ili aendelee kuona ule uzuri wake katika maisha yake yote ambayo yalikuwa yamebakia. Ndiposa tunaambiwa kwamba Joshua alipochukua hapo huo urithi ambao alipewa mahali alikuwa anaangalia hiyo hekalu ama mahali patakatifu, ili moyo wake ulikuwa tu hapo, aendelee kukaa katika nyumba ya Bwana. Ndiposa tunaambiwa kwamba hata huyo Daudi hivyo ndivyo alivyokuwa akiomba. Hakuwa yeye, moyo wake ulikuwa unataka ukue katika nyumba ya Bwana. Na huyo Joshua hivyo ndivyo alikuwa anahitaji katika moyo wake. Ndiposa unapata kwamba mifano ni mingi ilikuwa imetolewa, lakini Joshua anakuwa kielelezo bora kama shujaa aliye mnyenyekevu, aliyekuwa ametulia. Okay. Nikiangalia hapo kwa lugha ya Kimombo tuweza kusema ya kwamba Joshua waited until last for his inheritance. He never became the first. He never let the position to be his priority, but he made it the last one after all. When we compare him with Caleb, and again there is something that I've come to realize, that the place where Joshua was given was just close to the sanctuary. Yeah, meaning this he was a true servant, and he was having a true faith, because even being close to the sanctuary, you cannot be close to sanctuary if you are not a friend to the sanctuary. Yeah, so he chose a simple place near the sanctuary and not a prestigious place. Some people would have preferred, being a leader, he would have gone to the fertile land, which would yield good crops, but he chose a place close to the sanctuary. And another thing is that when you look at true leadership, it is a service. It is not self-seeking. You give service to others, but not to mind your own interest first. And again, the Joshua's contributions in the faith during the partitioning of the land, you find that it reminds us that humility is the mark of greater spiritual leadership. Humility is the mark of greater spiritual leadership. So if we want to project that we are really spiritual in our leadership, then we need to be humble. We need not to be in a hurry of maybe doing things and possessing things, but we need to be humble, be patient, and wait until our turn reaches. That's my take. So Joshua hakuwa na ule upinafsi eti ya kwamba anajitakia mazuri, mimi na mimi. So tunapokuwa na urafiki na Mungu, tutapata tu macho yetu na maisha yetu tunajikita katika kanisa la Bwana, ili kuendelea kushuhudia yale mazuri ambayo
ametupa. Tunanyenyekea tu. Kubadilishwa kutokana na kutafakari. Sijui kauli yako yaeleza nini mada hiyo. Kubadilishwa kwa tafakari. Okay. So hapo tunaposoma ama tunapoangalia tunabadilishwaje kwa tafakari. So tunapoangalia tunapata ya kwamba kuna maneno ambayo Ellen G. White anazungumzia, na hayo maneno ni yale yanayofuata. Tukimtazama Yesu tunapata mitazamo angavu zaidi na tofauti zaidi ya Mungu, na kwa kutazama tunabadilika. Eti tunapotazama Yesu tunapata mitazamo angavu. Wema, upendo kwa wenzetu unakuwa silika yetu ya asili. Tunakuza tabia ambayo ni sawa na tabia ya kiungu. Kwa kuwa katika sura yake tunakuza uwezo wetu na kumjua Mungu. Zaidi na zaidi tunaingia katika ushirika na ulimwengu wa mbinguni. Tunazidi kuongeza nguvu za kupokea utajiri wa maarifa na hekima ya milele. Huyo ni Ellen G. White ndiye anazungumzia hayo maneno. So tunapoangalia wema, unapokuwa ukitendea wenzako wema ama mema, kuna upendo kwa wenzetu. Tunapoonyesha wenzetu upendo, pia tunaendelea kubadilishwa kwa kule kutafakari kwetu kwa kila siku. Unapokuwa katika jamii tunafaa kuwa na upendo, tuonyeshe wenzetu. So unavyokuwa na upendo kuja kwangu, kuna jinsi ambavyo naanza kubadilisha mawazo yangu, naanza kubadilika mimi mwenyewe. Kama mimi nimekukosea ndani, lakini unanionyesha upendo, kuna kile kitu ambacho kinakuja ndani yangu. So mimi naanza kutafakari, mimi najua ya kwamba mimi mwenyewe maybe niko na shida. Ndipo sasa nilikuwa nataka tusome kutoka kitabu cha Warumi 12 fungu lake la kwanza na la pili. Inasema kwamba basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Tunaombwa tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, ili tuweze kumpendeza Mungu kwa kufanya kazi yake na kufanya jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Alafu mwandishi anamaliza akisema, anakuja hapo chini akisema kwamba kwa upande mmoja ulimwengu unaotuzunguka pamoja na mivuto yake mbalimbali hujaribu kutulazimisha kila siku katika umbo lake na kuleta upatano ndani yetu unaofanya kazi kutoka nje kwenda ndani. Hii kukabiliana na athari hii, Roho Mtakatifu anaweza kutubadilisha kutoka ndani kwenda nje kwa njia inayofanana na jinsi kiwavi anavyobadilika kuwa kipepeo maridadi. Alafu mwishowe inatupasa kufanya chaguo la kufahamu na kuanza kutembea katika Roho. Hapo kuna mfano ambapo tunapata kipepeo maridadi. Unapata ya kwamba unapoangalia stages ambazo butterfly anapitia ndipoza akuje kukua maridadi, ama tumtazame kwa ule maumbile yake,
kuna hizo nini ambazo amepitia ndiposa akakuja kukua hapa. Nasi ndiposa tunaambiwa kwamba tunafaa kupitia hizo njia ndiposa tufike tukuje kuonekana kuwa watu wazuri, watu wa Mungu. Tunafaa kwanza kwa unyenyekevu. Tunavyokuwa tukipendeza watu wengine, tukionyesha upendo na vitu vingine, unapata ya kwamba tunakuwa mvuto mzuri kwenda kwa watu wengine tunapotenda yale ambayo Mungu mwenyewe anatuhitajia kufanya. So ni jukumu langu mimi na wewe tutende yale ambayo Mungu ametuagiza, ili tunapofanya kazi ya Mungu jinsi ambavyo Yoshua alikuwa akifanya, watu wengi walimtamani. Caleb, mpaka sasa tunasoma juu ya hao watu ambao walikuwa ni wakuu wa imani. Na sisi pia tutakapoenda hivyo kwa hiyo njia, tutapata ya kwamba tutafuta watu wengi kuja kwa nyumba ya Bwana. Asante. Sitaongeza mengi, ila tu kusema ya kwamba sisi wenyewe tunakuwa tu jinsi ambavyo tumekuwa tukitenda mambo. Na pia unapata ya kwamba hata dunia unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo hubadilika kutokana ndani kuelekea nje. Unapata ya kutokana nje kuja ndani, kwa sababu unapata ya kwamba kuna vitu vingine vya kutoka nje ambavyo unapata watu kwenye dunia wanaiga na wanaanza kutenda. Lakini unapata ya kwamba ukiangalia Kristo, unapata ya kwamba yeye hubadilisha mtu kutoka ndani. Kumaanisha anaingia kwenye mwili, anaingia kwenye nini, roho, kisha baadaye matendo yako yanaonyesha wewe ni nani. Na hivyo basi unapata ya kwamba tukimtazama Kristo, unapata ya kwamba yeye ndiye kile chanzo cha kubadilisha watu. Anakuwa kama chanzo cha kubadili mienendo ya kila mtu. Kwa hivyo kama tunataka kuwa wale shujaa wa imani, basi kile ambacho tunapaswa kufanya ni kuangalia matendo yetu ama yale ambayo tunayatenda kwa kila siku, tuyaweze kuyabadili na tumtazame tu nani? Tumtazame tu Yesu Kristo, yule ambaye ni mfano wetu mkuu ama kielelezo wetu kuu. Ndio kauli yangu. Asante. Nami ni kitu ningemalizia ni kwamba kile kilicho ndani yako, ndani ya moyo wako ndicho unachokitoa. Huwezi ukatoa maneno mazuri kama moyo wako umechafuka. Na kama moyo wako ni mzuri, huwezi ukatoa maneno mabaya. So kilicho ndani ndicho kinachitoa. Ulimi unatamka kile kilicho rohoni mwako ama moyoni mwako. Ndiposa tunaambiwa wacha tuanze kujisafisha kutoka ndani kwanza, ndiposa tukuje hapa kujisafisha hapa nje. Mambo ni mengi tulikuwa tukisoma kutoka hapo wa Biblia, mafungu ni mengi tumepewa, lakini ni ile tu hatutaweza kusoma yote. Lakini mizo ni kwamba Mungu wetu atusaidie yale tunayoyatoa ndani yetu, tutoe maneno ambayo ni mazuri yatakayobariki watu wengine, bali siwe eti ya kwamba tunajitakia sisi wenyewe makubwa kuliko wengine. Asante. Okay, nikiangalia hapo mtazamo zaidi, nikiangalia hapo tukitamatisha ni kwamba Caleb mwenyewe imani yake ni ile ambayo inatokana kulingana na ahadi yake Mungu. Na pia tukiangalia Yoshua, uaminifu wake, tunapata ya kwamba anaonyesha kwa kuhakikisha ya kwamba aliamua kusalia kwake mbele yake Mungu badala ya kuchagua yale ya dunia. Hiyo tunapata wakati ambapo alikuwa anafanya ugavi wa ardhi, yeye alikuja wa mwisho. Na pia tukiangalia hao wote wawili, Yoshua pamoja na Caleb, kuna kitu walicho nacho kulingana na Kristo. Unapata ya kwamba
Both models point to Christ, the true captain of our salvation. Na pia like Caleb and Joshua, our greatest legacy will be how our faith points others to God. Tukirejelea Caleb na Joshua, kile ambacho tunaacha nyuma unapata ya kwamba inalinganishwa na imani yetu kwake Mungu ambao tunaonyesha wengine. Kwa sababu usipowaonyesha ya imani yako kwake Mungu, unapata ya kwamba basi kile ambacho utaacha nyuma hakitakuwa kizuri. So it is an appeal to each and every believer. It is an appeal to each and every one of us that whatever we want to leave behind, if we want it to be good, then we better do what? Be a good example by showing people the faith in Christ and in God. That is my last word. Okay, na hivyo basi tunafika katika tamati ya awamu hii ya uchambuzi wa leseni ya siku ya leo, wiki ambayo ilikuwa tukiongea zaidi kuhusiana na imani. Na ni imani ndio bado tunaendelea mbele kuangalia katika leseni hii ya robo ya 4 ambayo tunaangalia ni vipi tunaweza kufanya nini kujenga imani yetu iwe thabiti. Na hapo tumeweza kuona mambo kadhaa katika mafunzo ambayo tumeweza kuyafundisha katika wiki nzima. Basi hivyo wewe pia kama kuna mahali ambapo hukuweza kupata vizuri, bado unaweza rejelea tu leseni, udurusu polepole, uangalie tu polepole ukiyasoma Biblia ambayo tumeweza kupewa hapo moja kwa moja ili uweze kuelewa zaidi. Na pia kama kuna mtu ambaye aliweza kutupata tukishaanza, unaweza kutazama kipindi hiki awamu ya kwanza, uchambuzi wa leseni, kupitia mtandao wetu wa kijamii YouTube, ambapo utatupata hapo vizuri. Kwa wale ambao nimeona wametazama hapo, wamesema happy Sabbath, happy day with good news, na watakia sabato njema. Na awamu hii pia natumai ya kwamba imekuwa kama mibaraka kwako, na ukumbuke ya kwamba sabato ijayo tutakuwa tukiangalia warithi wa ahadi ama wafungwa wa matumaini. Hiyo itakuwa wiki ambayo tutakuwa tukianza leo jioni. Kwa hivyo natumai umebarikiwa. Nami mwenye alikuwa kama nahodha wako katika kipindi hiki, upendo wa Sabato, kwenye runinga yako unayopenda, Ndizi TV Afrika, nami Oyodan, tukisaidiana na ndugu Denish. Pengine analo jambo la kuaga nayo. Mimi kitu tu ningesema ni kwamba tunapokuwa tukijifunza, hatutasoma kila kitu kwa kila siku. So tunapoendelea, nasi pia tunafaa Mungu wetu atusaidie. Tunapokuwa popote kwa jamii, kikazi, popote tu, Mungu wetu aendelee kuwa pamoja nasi na atuongoze kwa kila jambo. Tutakapomaliza tu, tutaomba Mungu wetu aendelee kutupigania. Asante. Tuweze kupata ombi. Our Lord, dear loving Master, the King of Kings, we are very much thanking you for having been on our side. When we were starting this program, we requested you to guide us, be with us, take us through and give us an ear to listen, mind to understand, and the heart to hold. We have realized that our deeds are the prime to the people who are around us. And it is what we do that will also tell people our faith in God. Help us, teach us,
Guide us on how we can show our faith to others. May you help us to know how we can even live with others, to leave a legacy that will only lead them to you and not to any other thing. May you help us to understand that you are worthy than the worldly pleasures. On this Sabbath, there are those who are not going to get a chance to reach the sanctuary and the churches. Because of the sickness, I humbly request you, give them the healing mission that you deliver. For those who have been having problems and difficulties of various situations in their families, be with them. For those who are in hospital, just send your able hand to go and heal them. On this Sabbath, as we are marching to various places of worship, be with each and every believer and worshiper. For those who are also at home, may you guide them, protect them. This day, I humbly request you to be with us until the evening, for that is the humble prayer I present before thee. In Jesus' name I pray. Amen. Asante.